We Sabrina. We Sabrina. We nani? Saizi umefuata nini hapa? Una shida gani? Hivyo na akili wewe? We nani kwanza? We Sabrina? Wewe Sabrina unamzungumzia hapa ashaondoka muda mrefu sana, sawa? Huyo Sabrina unamzungumzia ashaondoka muda mrefu sana hapa. Wewe kuwa makini. Sikia. Hapa usiku kuingia mtu yoyote yule. Sawa eh? Kama unataka kuingia hapa, mpigie simu Lisa. Sio, unaelewa vizuri? Mizigo yenu ile iliyobaki. Usipige makelele, sawa? Kevi. Ndio. Ushafanya malipo? Bado. Nilitaka tuzungumze kitu kuhusu mgonjwa wako. Kwa kipindi kirefu nimekuwa nikikuona wewe peke yako ukija hapo hospitali. Vipi, hakuna wazazi au ndugu wengine? Si tupo wawili tu kwenye dunia. Pole sana. Ukweli ni kwamba hii ni hospitali private na ina gharama zake. Tunapenda sana kumhudumia mgonjwa wako, lakini bili yako imefika kikome. Kama mdogo wangu atapona, basi nitajitahidi awe na ngozi kama ya. Naweza nikakugusa kidogo? Una ngozi laini sana. Naona jinsi ambavyo mnaoga tu pesa za private. Sikiliza. Hata kwa bahati mbaya mdogo wangu atakufa, na ikitokea hivyo, jua nitakuvua hii ngozi
bila ganzi. Naomba unisaidie kaka yangu, maana muda wake wote kawekeza kwenye ugonjwa wangu. Natamani atimize ndoto zake, afikishe na malengo yake, lakini haitawezekana kama mimi nitaendelea kuwa hivi. Sabrina, kakako ni jukumu lake kuhakikisha unaishi. Pia Mungu amekupa nafasi nyingine yawe kuendelea kuwa hai. Unachopaswa kufanya ni kumwombea awe na afya njema, awe na moyo huo huo. Naomba unisaidie kaka yangu. Mara zote nilikuwa nakuuliza babangu yuko wapi. Kwa nini sijawahi kumuona? Lakini ulikaa kimya na kuonyesha chuki ya waziwazi kwake. Haya sasa, nipo kwenye mahusiano na kakaangu. Furahia! Natamani siwe kweli, natamani iwe hadithi, simulizi ya mbali. Maumivu haya sio yangu peke yangu, ulivyoondoka umeacha dunia yangu ikidondoka. Hata tukiumbwa upya ningechagua wewe tu. Slow motion, nzi zangu zinapungua. Natamani siwe kweli. Shika hii. Umefuata nini hapa? Nina mazungumzo na wewe. Mwambie huyo mbwa aondoke. Kelvin, nakuheshimu ujue. Nina mazungumzo na wewe. Mtala, sasa unaniambiaje nishike hii kitu bila maelezo yoyote eh? Wakati wewe mwenyewe unajua mimi sasa hivi niko katika hali gani. Kila kitu changu kimeharibika. Huu ndio ukombozi wako. Usiku wa kuamkia leo, kijana wako amefanya kazi kwa usahihi kabisa. Nisikilize kwa umakini sana. Tena nisikilize vizuri. Baby, ni mdogo wangu, naomba niongee naye baada baadaye. Wako mbavu nyie. Jaribuni huo ujinga muone. Jaribuni muone atakavyozikata hizo ndimi zenu. Mbavu wakubwa. Haya wewe. Hicho unatakiwa ukakezike kati ya makaburi. Hakikisha mtu yoyote asije akakuona, na endapo utakosea, basi sitakuwa na msaada na wewe tena.
na watakofanya usiku wa kuamkia leo. Nadhani tumeelewana. Pokea, alafu weke loudspeaker. Wewe si unaona mimi mjinga wa kulazwa nje? Ukaniona mimi sweta. Kevin, hii ni simu kutoka hospitali. Yaani hata kama ingekuwa inatoka Ikulu, pokea, weka loudspeaker. Samahani sana Dr. Lisa. Tumepata emergency hapo hospitali. Tunaomba ufike mara moja. Sawa, anakuja sasa hivi. Kelvin, tafadhali naomba niende. Unasikia kuna dharura imejitokeza. Yaani hakuna sehemu yoyote unaenda bila kuwa na mimi leo. Hata iwe saa 6 mchana mbuzi wanakula majani. Sitojali nani ananiona, sitojali nani anasema nini. Katika suala la kurudisha heshima yangu, hakuna kitakachoshindikana. Pia kijana wangu, asante. Umeupiga mwingi sana. Umekesha hukulala usiku kwa ajili ya kulinda heshima na hadhi yangu. Umefanya kazi kubwa sana, na kuahidi tutakwenda sawa. Naomba nisamehe sana Sabrina. Nimeshindwa kuchagua kati yako wewe na baba. Wewe amezidi upendo kabisa Sabrina. Huzuni imetanda. Mwili wa binti mdogo kabisa umekutwa umetelekezwa hotelini. Taarifa zisizo rasmi zinasema binti huyo ambaye bado hajafahamika jina lake aliingia hotelini. Masaa mawili baadaye, mtu anayezaniwa kuwa ni mpenzi wake aliingia akiwa ameficha sura kwa kofia. Na baada ya kupambazuka, mwili wa binti huyo ukakutwa ndani. Nilikuambia, njia unaotumia kutatua tatizo sio sahihi. Alikuhitaji sana kwenye usimamizi, lakini ulimuona amekuwa na ana uwezo wa kujiamulia mambo. Makosa yapo ili tujifunze, japo yupo anastahili kuwajibika. Kelvin, kila kitu kitakuwa sawa, niko na wewe. Yaani iko unajua sielewi kwamba wamemnyonga au wamempa sumu. Kelvin, majibu yake yamekaa kitaalamu sana. Sidhani kama kwa sasa unaweza kuyaelewa. Lisa, yafanya hayo majibu yakae kwenye lugha ambayo mimi naweza nikaelewa.
Hivi unajua yule ni mdogo wangu. Kwa sasa unahitaji muda wa kupumzika. Tofauti na hapo, naona utajiongezea tu matatizo. Yaani kwamba mimi sasa ndo na matatizo. Kwa hiyo yani sipasi kupewa taarifa ya kifo cha mdogo wangu ambaye jana tu alikuwa mzima. Kweli? Kafa. Umefurahi sasa. Kevin. Yaani hata kama sio mimi, bado ulipaswa kumlinda. Haya, mi kwa kipindi hicho nilikuwa namchukia sana baba yenu, halafu sikuwa najua nani anayetakiwa kupendwa na nani hatakiwi kupendwa. Niambie mwanangu, hapo kosa langu mimi ni nini? Yaani ungejua ni kiasi gani nilikuwa namhitaji huyo baba katika maisha yangu. Hujui ni mara ngapi niliumia kipindi nawaona marafiki zangu wanakuja shuleni na wazazi wao. Nilikuwa nakuuliza, lakini hukunijibu chochote, zaidi tu huku unanifokea. Huyu mwanamke nani? Umeipata wapi hii picha? Nataka kujua huyu mwanamke ni nani baba. Nitakujibu wa upuuzi wako nikisharudi safari. Nikakuta picha hii ni ndoto yako. Alafu then nipitele nikaikuta kwenye pocha Bloodness. Baba, nataka kujua mama yangu ni nani. Sawa. Wenda naye alikuumiza kama anavyoniumiza mwanao. We mtoto we. Grady, unanikosea heshima, si ndio? Haujui kwa yule ni baba yako? Huyo ndo mama yako sasa. Tena ni mama yako mzazi. Hivi toka umezaliwa ulishawahi kusikia kwamba mama yako anakuulizia? Tena anakuulizia hata kwa bahati mbaya. Ulishawahi kusikia? Kengine, wewe ni mara ngapi ulishawahi kutafuta kitu ukipendacho kutoka ndani yako, ndani ya moyo wako, tena bila pressure? Sawa. Nipo tayari kwenda chuo. Pia nipo tayari kukutunzia siri yako. Ila tambua Tariki ndo mwanaume wa ndoto zangu. Baba, nataka kujua mama yangu anaishi wapi. Maana nimeishi na wewe peke yako tu. Hakuna mtu mwingine naye mjua zaidi yako wewe. Baba, kwa nini nitegemea kuishi hii jamii? Mama, ondoka nyumbani kwangu sasa hivi. Sitaki kukuona, ondoka.
Hivi una akili kweli? Haujaniambia ni nini kilichomfanya mdogo wangu akutwe hotelini amefariki, halafu nataka niondoke? Hivi una akili kweli wewe? Yaani kwamba mimi nimekesha usiku mzima hapa hivi na kulinda, halafu nataka kuniambia kwamba nilikuwa nakulinda bure? Mungu, niache nipumue kwanza. Mbona unanifanyia hivyo? Kwani nimekukosea nini?